Kuna bwana mmoja aishi mtaani, labda Bakarani au kokote pale. Yule bwana siku nyingi walala na njaa kwa sababu ya ufukara wake. Dha matraba, hana kitu, hali yake ngumu. Sijui ilikuwaje akapangiwa dili siku moja, akapigiwa simu na wanaomjua, wakamwambia, wewe ndiye fulani? Ndiye. Unamjua fulani? Akasema, ni mjombangu huyo. Yuko wapi? Asema, miaka mingi tulipoteana, sijui karibu miaka 20, sijui yuko wapi. Basi yuko hapa London. Huyu bwana alikuwa huku London akifanya kazi kwenye kampuni yetu, lakini amefariki. Kwa bahati nzuri ameweka wasia wake, pesa yake tukuletee wewe. Ndio tumeipata hii namba. Kwa hivyo kuna milioni 60 mzee zaja, lakini ni process kidogo, itachukua miezi 2 mitatu. Huyu jamaa atasikia uchungu wa ndaa. Naam, kuanzia atakapoyakinisha kwamba, na lugha ilikuwa semwa na pua ile, huyu bwana atasikia njaa tena. Huyu atakufa, manake atakuwa na njaa na kuomba haombe aona mimi milionia, kwa sababu ameyakinisha kwamba wazungu promise ndio zitakuja tu hizi, na akizungumza na watu asema mimi si mwenzenu, na hajashika kitu, hajaziona. Kumbe ni ile siku ya kafiri, April Fool, alikuwa akidanganywa. Lakini kwa kuwa ameyakinisha kwamba ni kweli hizi pesa, mjombangu amekufa, ameniatia mali, huyu atakufa na umilionia wa ndoto. Tumeelewa yakini? Naam. Sasa hivi ndivyo yakini inavyofanya kazi baina wewe na Mola wako. Uko kwenye dhiki, lakini wasema inna ma'iya rabbi sayahdi. Uko kwenye matatizo, lakini sema inna Allah la tahzan inna Allah ma'ana. Sasa ukiwa umekuwa na uhakika huu, yale matatizo ya dunia yanakuwa mepesi. Ndivyo kisa cha Yusuf kinavyotufunza sisi. Nikasema ni kisa ambacho kinakwenda na maisha ya leo yenye mitihani mingi.